Unajua stress ya ndoa, unaweza kushangaa unakaa asubuhi mpaka asubuhi kesho yake masaa 24 hata tone la usingizi haribu. Wewe hujawahi kupitia changamoto ya ndoa? Unajiona nusu kama chizi, sio? Pressure naanza kuja, mgongo, sio? Unajisi kuchanganyikiwa. Kuna wakati unaisikia kabisa sauti inakuambia kamba ile, kamba ile, kamba ile, kamba ile. Inafanyaje? Alafu ukikaa kimya wanakuambia hujui kutengeneza kitanzi. Kitanzi hicho, kitanzi, kitanzi. Na ukilala hivi unasikia nyimbo kaburi ni mwanzo. Wewe stress za ndoa usifanye mchezo. Watu wanabikam kichaa, sio? Utumbo. Martin alikuwa ananiambia mpaka nalia. Baba sasa nifanyeje? Na sasa tufanyeje sasa? Ameondoka. Haele. Tufanyeje? Na sasa hivi Tanzania 90% takwimu zinasema za wanawake wanaomba talaka. Ndani ya kanisa, nje ya nini? Sababu wanatimiza unabii kwamba sisi tutakula kwa chakula chetu. Sisi hatutahitaji ndoa, tutahitaji tu mwanaume kutuzalisha basi. Lakini maisha tutayaishi wenyewe. Sio? Kwa hiyo mapenzi, changamoto za ndoa zinaua. Ndio maana sijui kama nikutana na rafiki yangu moja kama sasa watatu. Ameacha gari 2 kamwachia mke. Kaacha nyumba 3 kamwachia mwanamke. Mahakamani kasema naomba niondoke hilo yangu ipone. Kwa sababu mgawana sasa sitaki kugawana, wewe nipe talaka, yote ufanyaje? Nitaenda kuanza upya. Mwanaume aliyeenyea nyumba anafika anaiacha. Sio? Sasa vyote chukua mama, chukua. Naondoka kama. Kwa sababu ndoa ikifikia kwenye pichi fulani, mtu haoni thamani ya gari, kiwanja wala nini wala babu yake na bati. Anaona usalama wangu hapa ni kuimba nyimbo narudi Songea, narudi Songea, wangoni wote mujumuke, narudi nyumbani, nyumbani ni nyumbani, sio? Anaona akikaa hata akiona ile nyumba anaona kama jini. Ukiona mwanaume anaongea njiani peke yake ni vitu viwili. Ya kwanza stress ya ndoa, ya pili labda madeni. Naambia mimi. Ukikaa naye ndoa imefanyeje? Ndoa imefanyeje? Moyo wa mwanamke ni kama box speaker, inapumua. Hii ukiimba na boom, umeona? Mwanamke akiumia anaongea, mimi ambaye nifanya hivi, anapumua. Moyo wa mwanaume ni horn speaker. Horn, you know horn? Horn haipumui. Ndio maana horn speaker ukikosea tu waya lazima iungue. Haipumui. Ndio moyo wa mwanaume. Yaani kikija ting ting ting, mwisho unasikia amefanyaje? Na ubaya wa mwanaume akijeruhiwa na mwanamke, haamini mwanamke tena mwingine. Mwanamke akijeruhiwa na mwanaume anaenda kwa wanaume wengine. Mwanaume anaonaga wote. Tena ningetaka nikwambie kwa nini haendi kwa mwanamke mwingine. Haendi kwa sababu hata akitaka maandamano hayawezekani. Understand mimi. Samueli wa 2:13-4. Sababu stress ile imeshaharibu nini? Maandamano. Samueli wa 2:13-4. Soma. Wewe soma. Naye akamwambia. Kwa nini? Mtoto wa mfalme. Kwa nini unakonda kama umekaa na mwanaume pamoja? Kwa nini unakonda hivi? Siku kwa siku. Wewe mwenyewe unasoma, kwa nini unakonda siku kwa siku?
Tena sio siku moja, siku. Kwa nini unakonda hivyo? Kwa nini unakonda? Kwa nini unenepi kama hakika? Ndio maana kibibilia mtu anayekimbia ndoa na kuiacha Yesu ni mwanaume. Anaambiwa hivi, kama ndoa ina ugomvi, kimbia kwenye pembe ya dari kuliko kukaa na mwanamke ugomvi. Sikia, soma tena hapa. Imeandikwaje? Naye akamwambia, kwa nini? Ni mtoto wa mfalme, mtoto wa tajiri, msomi na madigrii. Kwa nini unakonda? Siku kwa siku. Tena siku kwa siku kilo zinapungua. Hutaki kuniambia? Amnoni akamwambia, nampenda, mapenzi yananikondesha. Mapenzi, nampenda Tamari. Sina ujanja kwake, nimekufa, nimefariki. Ndio maana nakonda. Chakula kipa kinakonda, TV ipo, gari lipo, nyumba ipo. Sio anakonda, nakonda. Haleluya. Kila siku unafanyaje? Wewe unafikiri afya Zakayo ni afya hiyo? Ujaona nyuma ya pazia. Mpaka anasema akitoka hapo utasikia, baba chukua 5,000 ili ulichohubiri kweli kazi. Natamani mama angekuepo. Siku moja tuliitwa pale Njombe wachungaji, tukaambiwa tuandike matatizo ya wake zetu, na wamama walikuwepo wachache, nao waandike matatizo ya waume zao. Hapo ukifika nyumbani uwaeleze. Uandike tabia, mimi mke wangu hiki unafanyaga hivi sipendi, na mwanaume pia uandike. Mchungaji mmoja rafiki yangu akaandika mengi. Nikamwambia, unaandika unapeka wapi? Nataka mpe mke wangu. Nikamwambia, mke wako mimi ninavyomjua yule, unaenda kuponya, unaenda kuuawa. Akasema kweli? Nikamwambia, huyu anaenda kukuua. Yule mbena yuko Mafinga pale. Nikamwambia, kwa jinsi ninavyomjua, mume wako anakupigaga vibao, mke wako anakupiga vibao. Sasa umpelekee na karatasi imeandikwa una kiburi, ujue kupika. Nikamwambia, huyu mwalimu anafundisha afu yeye anaondoka, mechi tabakia wapi? Nikamwambia, mimi mwenyewe sijaandika, kwani sijitakii mema? Nikamwambia kabisa, mimi mwenyewe sijaandika. Mambo ya kukimbilia Mwakaleli saa hizi. Haleluya! Punga mkono kama unanielewa. Akaja akaniambia, baba, uliniambia ukweli. Nilivyorudi nimkuta amefyum. Nikamwambia, sasa ndio unampa na karatasi. Haleluya! Jamani, mpo? Mnapenda? Wakorintho wa pili 7:10. Korintho wa pili 7:10. Soma haraka. Huzuni kwa jinsi ya Mungu. Ninahuzunika, kazi ya Mungu haiendi. Ninahuzunika, mambo ya kanisa hayaendi. Hiyo ni huzuni ya kimungu. Ufanya toba, inaleta toba, ileta wokovu, isiyo na majuto. Huzuni ya dunia, huzuni ya dunia, huzuni ya ndoa inaleta mauti. Naleta nini? Mauti. Naletaje? Haleluya. Nataka niongeze kitu kingine, sijui mko tayari au mnataka kuwahi kwenda kuzika? Wangapi wanasema niongeze? Maana mimi nimejipanga. Siku moja mwanangu Esther akasema, hivi baba, ulipokuwa unasema somo la zaka, mara somo la damu mwezi mzima, nikawa nawaza utaweza mwezi mzima? Sasa utaona hii somo ya ndoa. Hapa ndo naanza the beginning. Tafundisha mpaka mama James atanielewa. Mpaka atasema Mungu nisaidie. Ningekuwa nimepata mafundisho mapema, mzee James asingenioa.
Lakini sasa nimeshakuwa scraper, waacha tu tumalize uzee wetu. Haleluya! Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu, wewe mwenyewe kama uenjoy, mimi mwenyewe na enjoy. Lakini namba 4, madhara yatokanayo na ndoa ni kifo cha mapema. Unakufa kabla wakati wako, una dead, unasepa, unafariki kabla ya nini? Kama utaingia kwenye ndoa yenye madhara, mwanamke au mwanaume, tegemea kufa mapema kabla wakati wako. Kibibilia sio kila kifo ni wakati wake. Ndio maana Biblia inasema kwa nini ufanye uovu ufe kabla wakati wako, si ndio? Maana kuna mtu anakufa kabla. Sawa sawa. Takwimu zinasema hivi, 80% ya watu wanandoa wanakufa kutokana na shida na magomvi ya ndoa. 80% ya watu duniani, 80, hasa nchi zetu hizi, kinachowatanguliza kufa ni matatizo ya ndoa. 80% ya vifo vingi chanzo ni ndoa. Nataka kueleweka? 80%. Mwaka majuzi wilaya ya Temeke peke yake watu waliomba talaka ni 460 na wilaya moja. Wanaomba nini? Talaka. 15% ya watu wanaoongoza kufa au kufa na kujiua au kuuana ni masuala ya madeni. Kausha damu, umekopa hujalipa, umezulumu, ndio wanakuua, unajiua. Lakini wanaouana sana ni wanandoa. 5% watu wanaokufa ni kwa sababu hawana maisha, yani wamechoka, wamekata tamaa, ni mbumbumbu, kila kitu akiendi, mwisho anaamua kujifarikia tu. Kwa hiyo 80% ya watu wanaoua na kujiua ni wanandoa. Unielewe vizuri. Mimi nimesimama hapa kwenye madhabahu ya Mungu, nina ushuhuda ya watu walioua wenzi wao kwa kuniambia wenyewe. Unielewe? Sio kusimuliwa, kwa kuniambia. Sisi tunahubiri Injili, si watu wanakuja kutubu. Tofauti ni kwamba tu sikutaji hapa, na wewe usijisikie vibaya kwa sababu uliniambia. Mimi wanandoa nimesikia. Tena mwingine anakuambia nilikodi majambazi mwenyewe, kalipa 3 waue. Nalimwekea mume wangu sumu, nalimwekea hivi. Tena wengi waliouawa ni wanaume. Ndio maana mzungu anaheshimu sana mpishi. Nalifanya kazi kwa wazungu. Mzungu alipokuwa anaenda kwao, mimi alinipa mbwa 2 wa kisasa. Sijui alihisi kwa sababu ni mwe. Lakini mpishi alipewa gari Land Rover Discover. Nikamwambia why sir? Akasema huyu alishika roho yangu. Huyu angeweza kuniua wakati wote. Na kuua mwanaume ni kitu chepesi sana. Mwanaume ni chakula tu, sio? Mwanaume akiwa na njaa, kwa mfano kuna wanaume wengine akiwa na njaa tu anaanza kuimba, utasema Ikulu isikie, ujue njaa imeshafanyaje. Kwa hiyo wanaume wengi wamelishwa vitu vibovu sana na wake zao. Ndio maana kama uko hapa mwanaume, ukishaona kuna magomvi nyumbani kwako, usiache kuombea chakula unachokula. Nakwambia ukweli, ombea chakula chako. Wewe usiseme unajua yeye ananena kwa rungu, hata rectogen blue band, shauri lako. Ombea chakula chako. Hii mimi nakwambia kwa uhakika. Kwa hiyo watu wengi wanakufa, yani ukiolewa kabla ya muda wako. Hata Adamu na Hawa waliumbwa wasife milele, lakini ndoa ikawapa kufa, sio? Ikawapa maisha ya shida. Sio, nataka kunielewa? Mungu aliwaumba waishi milele. Kwa hiyo wengi leo magomvi ya ndoa, wanauana, wanachomana visu. Wewe ulisikia yule mwanaume amechoma mke wake gunia 3 za mkaa. Wangapi wanakumbuka ile hadithi?
3 kamchoma, kamunguza, teketeza. Gunia 3. Hiyo hasira hiyo. Sio? Mimi navifahamu vifo ambavyo mtu mwanamke anakuja kukuambia baka ukimwangalia unamwogopa. Anasema baba, ninachosema uwe na moyo. Nasema moyo upo. Anazungumza mpaka unashangaa moyo umehamia huko. Nakumbuka hapa mjini mwanamke alimpiga tofari broku la inchi 9 kama tunaojengea mume wake, wakishirikiana na mdogo wake. Nini? Mwanaume amekuja na milioni 6. Mwanaume kaja kwa maneno mazuri, nina milioni 6, nataka sisi tufanye hivi na hivi. Kaenda kumwambia mdogo wake akamwambia huyu ni mtaji, huyu mwanaume mwenyewe eleweki. Mwanaume amesinzia, wakabeba tofari, kapiga kichwa kafa. Mwanaume anakosa, anamwambia mke wake nimerudi na milioni. Ndio maana mwanaume mwenye akili sana usimwambie vitu vyote mke wako kama dishi lake liko ovyo. Nakwambia Biblia ilisema viumbe dhaifu ni dhaifu kweli. Sisemi mwe mnagombana na mkiweza mgombane. Askari wanakuja, yule mama anasema nimevamiwa. Askari anambia umevamiwaje? Mtu kapigwa tofari chumbani, mlango umevunjwa wapi? Wezi walivamia umefungua. Mpaka leo wako gerezani, mama na mdogo wake wa kike. Tamaa ya nini? Nataka kueleweka. Namba 5, unaandika kama utaolewa ovyo au madhara mengine au kuoa ovyo ni kifungo cha kiroho. Utakutana kifungo cha kiroho cha taraka. Hii ndio zoezi zito hapa. Niongee kweli kweli. Hapa Mama James unisikize vizuri, nataka niongee kweli kwa sababu hii utaiona inakaa vizuri. Yaani kiongea hii utaona hata dada getu baadaye ataniambia pale ndio nilipokuwa napasubiria. Katika ndoa nataka niwatahadharishe nyinyi ambao mjaingia kwenye ndoa. Usiolewe na kuoa bila kutafakari hatima ya ndoa yako. Kwa sababu kuna kitu unapoingia kwenye ndoa takatifu, ndoa inayoombewa madhabahuni, ndoa ambayo mchungaji anatamka aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Ndoa takatifu, sio ndoa ya kienyeji. Hiyo ndoa haina talaka. Mwelewe, haina nini? Ndio mtapeana talaka sababu mnagombana, mnachukiana, lakini bado kiroho umefungwa. Hauruhusiwi kuoa wala kuolewa. Nataka kueleweka. Ndio maana tunakutahadharisha usikubali kuingia kwenye ndoa kama una uhakika na huyo mwanaume, una uhakika na huyo mwanamke. Usikubali. Mimi sijali huko mtakuwa mnasemaje, unajua wewe mchungaji auelewi. Mimi sikuwaelewi nyinyi, mimi naelewa neno la Mungu. Maana uchungaji ni kusimamia maandiko, sio kukaa kwenye vikao vya watu. Mungu, hukumu ya Mungu na neno la Mungu halina huruma. Au unajua baba, nilipoona ndoa ngumu nikasema nitoke, ndio nikampata malengo, nikaamua sasa baba, wewe baba Mungu mwenyewe unaona. Nilikuwa bado kijana. Haipo hiyo. Biblia haipo. Biblia imenyoka, ni moto, ni upanga. Tunatambua ukioa na kuolewa kwa mujibu wa Biblia, kifo ndicho kitakachowatenganisha. Kifo tu. Ndio maana tunapaswa sana kuomba Mungu kabla ya kuingia katika ndoa, agano la ndoa, kabla ya kuingia katika agano la ndoa. Dhehebu la EAGT linakataa mtu aliyefunga ndoa madhabahuni kwenye kanisa la EAGT kurudia tena kufunga ndoa madhabahuni na goma. Lakini nje ya dhehebu la EAGT, Biblia ambayo ndio kiongozi wa madhehebu yote ya Kikristo nayo inakataa. Maandiko Mathayo 19:1-9. Kama Yesu alipomaliza maneno haya, ulijiandaa kabisa. Akatoka Galilaya. Ndio hiyo Mathayo. Twende. Akatoka Galilaya. Akafika mipaka ya Uyahudi. Hiyo 19 hiyo. Ng'ambo ya Yordani.
makutano mengi wakamfuata. Wanamfuata. Akawaponya huko. Ndio. Basi Mafarisayo wanamwendea. Wakamjaribu. Wakafanyaje? Wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Unasikia neno la kwanza manake means wote wanajua ukweli. Wanajua hakuna kuacha nani? Ila jaribu. Sio? Ni halali kuacha mke kwa kila nini? Sio sababu moja, kwa kila. Akajibu, akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo alifanyeje? Aliumba mtu mume na mtu mke. Basi akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyewaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Talaka unaipata kwa nani? Kwa Mungu au mwanadamu? Unamsikiliza nani? Mungu au mwanadamu? Twende soma. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kinachoharibu ndoa ni ugumu. Mmoja hakuna anayeshuka. Kila mmoja anaona yuko sawa, hakuna anayeshuka. Ndio. Aliwapa ruhusa kuacha wake zenu. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi kila atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akafanyaje? Akaoa mwingine, azini naye amoaye yule anafanyaje? Anazini. Sasa watu wengi wanachukua neno hapa, wanasema amesema isipokuwa kwa sababu ya uasherati. Wanasema kwa sababu ya uasherati. Biblia haikatazi kuacha mke. Inasema inazuia kuacha mke kwa sababu zingine zote. Ila uasherati, mke muasherati, Biblia inasema utamwacha. Lakini utamwacha, utaoa wala kuolewa. So inasema utamwacha ukaoe. Kwa nini? Kwa sababu muasherati anaweza kuletea magonjwa, maafa na vitu vingi. Unajua Biblia ina mfumo dume. Inazungumzia sana kuacha. Zamani anayeacha sana ni mwanaume. Sio mwanamke. Lakini inazungumzia kama utaacha. Kwa sababu uasherati ilikuwa ni dhambi mbaya Israeli. Nafikiri hata leo ukisikia mke wako ni muhuni, ni dhambi gani? Ni nzuri. Mke wa mtu malaya, mnasikiaje? Inaita heshima? Ni mbaya. Ndio maana mwanamke akitaka kupambana na mwanaume anazidi kujivunjia heshima na kujidhalilisha sana. Sasa sina lengo hilo. Lengo langu liko Marko 10:9-12. Lengo langu tena liko Mathayo 19 na Marko 10 tena. Marko 10:9-12. Twende. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Mwanadamu asifanyaje? Hata nyumbani. Tena wanafunzi wakamuuliza habari ya neno hilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake. Na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine afanyaje? Na yeye anafanyaje? Sasa tuna watu ambao wanaishi kwenye uzinifu uliohalalishwa. Ni kama binti anayetoa mimba anaona kama hana mtoto, kumbe ni mama wa marehemu. Sio? Ni mama. Mbinguni ataitwa, wewe Agnes njoo. Duniani uko na watoto wangapi? Asema Mungu 3. Naambia na hawa marehemu. Hawa marehemu si watoa mwenyewe. Unamwona wewe marehemu anavyolalamika. Sio kwamba huna mtoto, na watoto.
Ndio maana kuna watu utasikia huyu ndo binti yangu wa kwanza. Kwa nini wewe 70 waliotoa? Eleza tu, ni alikuwa na watoto 6 kwenye binti wangu, na alitoa mwingine Morogoro, mwingine nikatolea pale kwa majani, mwingine nikaenda hospitali. Kwa hiyo huyu ni binti wa 4 kutokana na wale uliowatoa. Kama umetoa mimba watoto 2 3, unasemaje huyu ni binti yako wa kwanza? Alafu unasema sasa mtoto wa kwanza ni limbuko la nani? Wale marehemu umewapeleka wapi? Msingi huko hapa Mathayo 19:6, mwingine asome Marko 10:9, ndio msingi. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Wewe umesoma wapi? Nisema msome moja asome Mathayo 19:6, mwingine Marko 10:9. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Na hiyo nyingine, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Unaona, neno likirudia mara 2 manake ni ujumbe. Kama Mungu ameunganisha, kwa mfano hapa ninawajua watu ambao wamepeana taraka na ume zao. Mume wako akirudi, kama ulifunga naye ndoa kanisani, ni ruksa, utendi dhambi. Yaani semeenda ameoa huko, yakimpiga akirudi, wewe unatoa taarifa kwa mchungaji, baba mzee amerudi. Hauna dhambi. Sababu aliyeunganisha ni nani? Hiki ni kifungo cha hatia kwenye mioyo ya watu wengi leo. Uachane ila usioe, usiolewe tena. Hii ni ndoa ya kanisani, kanisa takatifu, ufungwa madhabahuni. Hii inaleta madhara makubwa sana ya kiroho kwa watu. Mungu ndiye aliyesema, sio dini, sio wachungaji, sio askofu, ni Mungu.